Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia nyingi ziada za rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpenzi mtazamaji bwana, leo tupo na darasa ubaoni. Leo tupo na darasa ambalo tunataka tujue ubora ama miujiza ya Qur'an katika kuumbwa mwanadamu katika sayansi ya leo. Leo tunataka tufahamu ubora wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kumuumba mwanadamu na kumweleza ndani ya Qur'an. Unajua hii Qur'ani ambayo tunaisoma, Mwenyezi Mungu anasema ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Allah hakuifanya Qur'ani ikawa kitabu cha kuwapa watu mashaka. Kwa nini? Wa kulla shay'in fasalnahu tafsira. Mwenyezi Mungu la kitu amekiweka wazi ndani ya Qur'an. Bahati mbaya sana watu wengi leo hatuisomi Qur'an namna vile ambavyo inatakiwa tusome katika watu wenye elimu, na ndio maana Allah anasema hakika ya haya yaliyomo ndani ya Qur'an sio kila mmoja yatamfaa, ila watu wenye akili na kutafakari, ambao wanaweza kujiuliza hapa Mungu amesema hili kwa maana gani, kwa makusudio gani? Maana yake Mungu anapoweka maneno ndani ya Qur'an hayaweki tu yakae, hapana, bali wanahitajika watu wenye ilmu ili waweze kuchambua yale yaliyomo ndani ya Qur'ani na dunia ya leo waweze kuona ubora wa Allah katika kuumba kwake. Kwa nini? Yeyote ambaye anayetamani kumjua Allah ili amwabudu, la kwanza lazima ajue vile ambavyo alivyoviumba. Kwa nini? Kwa sababu katika kujua vile alivyoviumba ndipo utajua ubora wa Allah na kumfahamu kwa uwepo wake yeye. Kwa nini? Wanasema wenye kusema idha arata an ta'rifu Allah, ikiwa wewe unatamani kumjua Allah, idha arata an ta'rifu Allah, ikiwa wewe unatamani kumfahamu Allah, la buda an ta'rifu al-khalq, hauna budi kujua vile ambavyo alivyoviumba, hauna budi kujua vile ambavyo alivyoviumba. Kwa nini? Ukijua vile alivyoviumba utajua ubora wa Allah. Na ndio maana tukiangalia katika kuweza kumfahamu Mwenyezi Mungu, elimu ya kwanza ni elimu ya kujua vile alivyoviumba, hususan kujua kumfahamu mwanadamu, kumfahamu na vile alivyoviumba ndani yake, na ndipo hapo unaweza kumjua Allah. Na ndio maana hata ukisoma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati analetwa ilmu na Jibril alayhi salam, aliambiwa iqraa, soma. Maana yake nini? Msingi wa elimu upo katika kusoma. Anaambiwa iqraa, soma, lakini sio tu asome, anaambiwa iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, soma kwa jina la Mola ambaye ameumba. Umeshafahamu? Mungu anamwambia mtume soma, lakini kwa jina la Mola ambaye afanyaje? Aliyeumba. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa, maana yake nini? Tusome kwa jina al-Khaliqu, maana yake mwenye kuumba, kwa kutumia jina hilo la uumbaji. Kumbe elimu ya kwanza tunatakiwa tuisome ni elimu ya uumbaji wa Mwenyezi Mungu katika viumbe vyake. Kwa mantiki hiyo, ukisoma vile alivyoviumba utapata elimu ya kumfahamu Allah katika ubora wake juu ya kumuumba mwanadamu ili umwabudu aliyakuwa unajua kile ambacho unachokiabudu. Sasa ili tuweze kufahamu kile ambacho alichokiumba katika vile alivyoviumba, na Mungu atamjalia elimu mwanadamu kujua vile alivyoviumba. Sasa katika elimu hiyo leo tunataka tuangalie moja katika maeneo ambayo Mwenyezi Mungu anamweleza mwanadamu katika kuumbwa kwake. Miongoni katika aya ambayo leo tutaanza nao katika elimu ubaoni kwetu, leo tutaanza na aya hii ambayo inasema baada ya bismillahir rahmanir rahim, falyanzur linsanu mimma khuliqa, na atazame mwanadamu vile alivyoumbwa. Kwa nini? Tunarudi pale pale kwa kutumia jina lake al-Khaliqu, falyanzur linsanu mimma khuliqa, na atazame mwanadamu alivyoumbwa. Maana yake nini? Ukimtazama mwanadamu namna alivyoumbwa utapata ilmu ya kile ambacho Allah alichokikusudia ukipate ndani yake. Unapoambiwa tazama, maana yake Mungu anajua kilichopo, anataka na wewe ufahamu. Hapa sasa ndo anakuja watu wenye akili na kutafakari nini alichokiona Allah katika kile alichokiumba, anachotamani na sisi tukione. Kwa Mungu anasema khuliqal insan, asema khuliqa min ma'in dafiq. Huyu mwanadamu ambaye Mungu anataka tumwangalie ameumbwa kutokana na maji yenye kuchumpa. Maji yenye kuchumpa ni maji gani? Maana yake ni manii, ambayo wakati wa ejaculation mtu anapofanya jimai, yale manii yanapotoka yanatoka kwa kuchumpa. Darasa letu la leo liko katika maeneo haya. Haya maji yenye kuchumpa Allah anasemaje? Yakhruj min baini surbi wa taraib. Hapa ndipo ambapo darasa letu tunataka tusimame, tumtazame mwanadamu alivyoumbwa, lakini leo nataka tuangalie hii yakhruju min baini sulbi wa taraib. Kwa nini Mungu aseme
kwamba haya maji yanayotoka kwa uchumpa yanatoka katika maeneo haya, yakhruju min baini sulbi wa taraibi, yanatoka baina ya uti wa mgongo na mifupa mbavu. Kwa nini Mwenyezi Mungu atuambie maji haya yanatoka katika uti wa mgongo na mifupa mbavu? Hapa sasa ndipo ambapo darasa langu nataka tusimame tuweze kupata elimu. Kwa nini Mungu ahusishe utokaji wa manii pamoja na mifupa mbavu? Kitaalamu, kibiolojia, wakati fulani akili za kawaida zinakataa. Kwa nini kusema kwamba manii yanatoka katika uti wa mgongo na mifupa mbavu? Kitaalamu inakataa. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaamini uzalishaji wa vitu vyote pamoja, ubongo unafanya kazi, lakini zinazalishwa katika via vya uzazi. Mfano, hayo manii yanazalishwa katika via vya uzazi na kuhifadhiwa katika sehemu inaitwa seminal vesicle. Lakini leo Allah anazungumzia hayo manii ambayo ndani yake anabeba sperm ama mbegu ya uzazi, inatoka katika uti wa mgongo. Kwa nini Allah azungumzia haya? Je, Allah alikosea? Ama Allah ana elimu ya sayansi leo? Manake la hasha, Mwenyezi Mungu aliitangulia elimu ya sayansi kwa sababu yeye ndo aliumba na ndio aliweka haya. Aliposema yanatoka baina ya uti wa mgongo, sulbi wa taraib, maana yake nini? Hapa ndipo Mungu alipoficha ubora wa Qur'ani kwa watu wenye akili. Kwa nini? Kwa nini Mungu ahusishe uti wa mgongo na kwa nini ahusishe mifupa ya mbavu? Katikati ya mifupa ya mbavu, katikati ya uti wa mgongo kuna nini? Hapo ndipo ambapo tunataka tupate elimu ya kujua kuna nini katikati ya mifupa ya mbavu, kuna nini katikati ya uti wa mgongo, na hapa ndipo ambapo leo darasa letu litaenda kufanyika. Ukiangalia, hii ni sample ya mchoro ambao tumeweza kumchora mwanadamu kwa sample, japokuwa sijui kuchora vizuri, lakini utanielewa. Ukiangalia mchoro, tumechora uti wa mgongo ambao ndo Mungu amekusudia, sulba taraib, mimbaini sulba taraib. Mwenyezi Mungu ameutaja huu uti wa mgongo. Ukiangalia, huu ni uti wa mgongo ambao Mwenyezi Mungu ameutaja, lakini pia Mungu ametaja mifupa ambavu, tena mimbaini, baina ya vitu vili hivi ndani yake ndio Mungu anasema maji haya yanatoka kutokana na vitu vili hivi, mimbaini sulba taraibi, baina ya uti wa mgongo na mifupa ambavu. Kuna nini ndani yake? Hapa ndipo ambapo tunataka tuweze kuzungumza. Hapa ukiangalia hii aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa anazungumzia taarifa ama mechanism ama mchakato ambao unaweza kufanyika wakati wa jimai mpaka manii yanatoka. Mungu alikusudia hapa mchakato unaofanyika ndani ya mwili wa mwanadamu. Maana yake hakukusudia kwamba maji haya yanatoka huku juu. Maana yake alichokusudia ule mchakato wa taarifa unaofanyika mpaka manii haya yanatoka katika mtoko wa kuchumpa. Ndio maana Mungu akahusisha hivi vitu viwili baina ya mifupa mbavu na uti wa mgongo. Kwa nini alihusisha? Ukiangalia katika uti wa mgongo kunapatikana kitu kinachoitwa central canal. Hii central canal, ukiangalia katika uti wa mgongo kunapatikana kitu kinachoitwa central canal. Hii central canal ipo katika uti wa mgongo. Huu unaoona huu ni mfano wa nusu wa huu mchoro wa nyuma, ndio huu hapa ambao tunaita ni vertebral column ama tunasema ni uti wa mgongo ambao ni backbone yenyewe, ndiyo hii hapa, ambayo hii backbone ama uti wa mgongo nyuma yake, maana ndani yake kuna nini? Kuna kitu kinachoitwa central canal, mimbaini sulbi. Katikati ya huu uti wa mgongo kuna kitu kinachoitwa central canal. Central canal ni mfano wa kinyama kidogo, maji ambayo ndani yake ni mfano wa kipila ambao ndani yake kunapatikana maji ama fluid maalum, ambayo hii kazi yake kubwa ni kusafirisha taarifa kutoka sehemu mbalimbali za mwili wa mwanadamu kwenda mpaka katika ubongo, ambao mfumo huu unaofanyia kazi wa kusafirisha taarifa kupitia uti wa mgongo kwa hii central canal inaitwa central nervous system. Central nervous system, ambayo central nervous system tunasema huu ni mfumo wa kati. Ili ufanye kazi unahusisha uti wa mgongo pamoja na ubongo. Maana yake unahusisha uti wa mgongo pamoja na ubongo, na ndio maana ukiangalia hii ilipoenda imeenda mpaka katika uti wa mgongo, ndio hii yenyewe imepita mpaka katika ubongo. Hii hapa ndio imepita mpaka katika ubongo, katika brain. Kwa nini? Taarifa yoyote inayopita katika uti wa mgongo lazima iende mpaka katika ubongo, ambao muunganiko wa uti wa mgongo na ubongo tunaita ni mfumo wa fahamu wa kati, tunasema ni central nervous system. Sasa kwa nini ukahusishwa via hivi ama ukahusishwa mfumo huu wa uti wa mgongo? Kwa sababu ukiangalia katika elimu ya coordination, ili iweze kufanyika kuna kitu kinachofanyika kunaita milango ya fahamu. Hii milango ya fahamu iko takriban milango mitano. Tunasema kuna skin, sawa, ambao ni ngozi, sawa. Alafu tunasema kuna nose kwa maana ya pua,
alafu tunasema kuna tongue ambayo tunasema ni ulimi. Sasa katika hii milango yote ya fahamu unaiona hapa mitano, mlango mkubwa kushinda wote ni huu mlango ambao tunaita ngozi, ambao tunaita ni skin. Ngozi manake ni ngozi. Sasa ili mfumo huu uweze kukontrolika vizuri, lazima itumike ngozi. Sasa kwa kuwa via vya uzazi ama tendo la ndoa linahusisha via vya uzazi, asili yake ni ngozi, automatically taarifa yake lazima itahusisha uti wa mgongo. Maana yake nini? Via vya uzazi vyote lazima vina asili ya ngozi, na huu ndio mfumo ambao una control mfumo wa ngozi katika taarifa zake. Maana yake nini? Ili wewe uwe na hisia lazima upate mguso, sawa? Lazima upate mguso, na ndio maana ule mguso unapopatikana, taarifa haraka zinapita kutoka katika ngozi, sensory receptor ama receptor ambazo zinapokea taarifa, zinabeba taarifa kutoka katika ngozi inakuja mpaka katika hii tunaita central canal, inabebwa taarifa kupitia uti wa mgongo, ambayo central canal ambayo yenyewe ipo wapi? Katika uti wa mgongo, iko ndani. Mfano wake labda, nenda kamchukue samaki. Yule samaki ana mwiba, ule mwiba hebu ukate namna hii. Ukisha ukata ule mwiba, sawa, ukisha ukata ule mwiba utaona katikati yake kuna kama kinyuzi fulani kinapita. Ile ndio tunaita central canal. Hiyo ndio tunaita central canal. Na hii ndio ambayo mtu akipata ajali kuanzia kiunoni kuja chini anaweza asifanye kazi, lakini kuja juu akafanya kazi. Kwa nini? Kwa kwenda kuathirika kwa central canal. Sasa mfumo wa ngozi ili taarifa yake ibebe lazima upite kupitia hii central canal ambao katika backbone ama uti wa mgongo. Taarifa hii itabebwa kutoka katika via vya uzazi itapelekwa mpaka katika ubongo. Taarifa ikishafika katika ubongo, hapa katika ubongo, katika central nervous system, kuna mfumo mwingine ambao wenyewe kazi yake kubwa ni kubeba taarifa za mambo ya kiumeme, ambayo tunasema kuna parasympathetic nervous system, sawa, alafu kuna kitu kinachoitwa autonomic nervous system. Maana yake nini? Hizi pia ni sehemu katika via ama mfumo wa fahamu ambao wenyewe taarifa inapopita hapa, maana yake autonomic nervous system inaenda kuchochea mfumo wa ubongo wa mwanadamu kwenda kutengeneza mapigo ya moyo katika mwili wa mwanadamu. Kwa nini? Maana yake hapa sasa ndo unakuja katika sehemu ya pili. Kwa nini Mungu akataja mifupa ambavu? Mifupa ambavu kwa sababu ndani yake unapatikana nini? Moyo, sawa? Ndani yake unapatikana nini? Moyo. Kwa huu moyo kazi yake kubwa, taarifa ikishabebwa kupita hapa kwenda katika ubongo, taarifa ile inarudi kuja katika nini? Katika moyo. Hapa sasa Mungu anazungumzia kilichomo katikati ya mifupa nini? Ya mbavu, ambapo kuna kitu kinachoitwa kalbu, kwa maana nini? Ya moyo. Kwa maana yake taarifa ikishapita katika ubongo inakuja kuchochea kwa autonomic nervous system, kuja kuchochea mfumo wa moyo uanze kusukuma damu kwa nguvu. Moyo unaposukuma damu kwa nguvu, maana yake automatically mfumo huu wa moyo unaposukuma damu kwa nguvu unapelekea joto la mwili linaongezeka. Joto la mwili linapoongezeka maana yake nini? Maana yake taarifa inaendelea kubebwa kwenda katika ubongo. Maana yake sasa tunasema moyo unasukuma damu, joto unaongezeka. Maana yake kinachotokea, mishipa midogo midogo ya sehemu ya via vya uzazi inaanza kutanuka, kwa maana damu inaanza kujaa. Damu inapojaa maana yake dhakari inaanza kusimama, na ndio maana umeona umetoja moyo. Kwa sababu gani? Huu kazi yake kubwa ni kutengeneza damu ili moyo ili dhakari iweze kusimama. Kwa moyo unaposukuma damu kwa nguvu, maana yake dhakari inaanza kusimama. Inaposimama sasa, maana yake kinapotokea sasa baina ya baba na mama wakakutana, wakati wanapofanya tendo la jimai, moyo unaposukuma damu, maana yake joto la mwili linaongezeka. Kwa utakuta automatically ile dhakari yenyewe inaanza kujaa joto, yani inakuwa na moto, mwili wako unakuwa na moto, via vya uzazi wa mama vinakuwa vina moto, na mwili wake kwa jumla unakuwa una moto. Kwa sasa inapofanyika copulation, maana yake mwingiliano baina ya mke na mume, joto lile linapokuwa inaongezeka, kunafanyika mfumo mmoja unaitwa rhythmic process, yani kile kitendo cha kuingiliana, sawa, inakuwa speed inafanyaje? Inakuwa inaongezeka. Kadri speed inapoongezeka kunasababisha friction ama msuguano. Ule msuguano unapotokea, taarifa inazidi kubebwa kupita katika uti wa mgongo kwenda katika ubongo. Taarifa inabebwa kutoka katika uti wa mgongo inaenda kwenye ubongo kupitia central nervous canal ambao ndio Mungu anataja hapa. Sasa kadri inapopelekwa, manake moyo unazidi kupata uchochezi wa taarifa za haraka kwamba huyu mtu anahitajika afanye tendo la jimai, manake maumbile lazima yawe sawa. Moyo unaendelea kusukuma damu kwa nguvu. Kadiri moyo unaposukuma damu kwa nguvu, inafikia stage mzunguko unapokuwa mkubwa, moyo unazalisha kiwango kikubwa cha shoti katika mwili wa mwanadamu ambao tunasema ni umeme, kwa sababu moyo unatengeneza umeme wenyewe. Darasa lake tutazungumza siku nyingine. Maana moyo sasa unatengeneza umeme, umeme ule unakuwa kama unampiga shoti mwanadamu.
mwanadamu anakuta anatetemeka. Anapokuwa anatetemeka, maanake huyu sasa anataka kumsababisha yule mwanadamu afikie kitu kinachoitwa orgasm. Orgasm maanake kilele cha mwisho cha kufikia tendo la jima'i. Kwa ule umeme unapozalishwa, kinachotokea kitu gani? Huku sasa katika mifumo ya uzazi kwa mwanaume unapelekea sasa hii mishipa sasa ya mwanaume ambao ni mfumo wa uzazi, inapokuwa umeme unakuwa mkubwa, unasababisha mishipa uzazi unakuwa unabana. Maanake nini? Kama ulikuwa na sehemu hii kubwa, maanake ule mshipa utapungua kiwango chake cha upana. Kwa nini? Kwa sababu hapa yanatakiwa manii yatoke kwa kuchumpa. Sasa ili yatoke kwa kuchumpa, lazima sehemu, ili pressure iwe kubwa, lazima sehemu iwe ndogo, na ili pressure iwe ndogo, lazima sehemu iwe kubwa. Na ndio maana sasa, mfano mmoja, chukua sindano. Ile sindano ile choma dawa yake, atoa bomba lake, afu weka dawa, afu biji namna hii. Utakuta ukibiji namna hii, unakuta ile maji yanauka mpaka hapo. Lakini ukichomeka ile sindano ambayo inachomwa ndani ya damu, ukipiga namna hii, inaenda mpaka kule. Kwa nini? Kwa sababu ile usindano ambayo inaingia ndani ya damu, nafasi yake ni ndogo, maana yake pressure itakuwa kubwa. Sasa ili manii yatoke kuchumpa, lazima shoti itokee katika mwili wa mwanadamu kupitia umeme wake. Mwanadamu anakuwa na nguvu kweli kweli, mishipa yote inakakamaa, ina contract. Inapo contract, maana yake hizi korodani zenyewe zinajibinya, zinakuja juu. Zinapokuja juu, zinasukuma mbegu za uzazi kwa wakati ule, zinakuja mpaka katika seminal vesicle, sawa, ambapo hapa zinazalishwa ama zinahifadhiwa semen ama manii. Zinapofika hapa, maana yake sasa, inapo contract, kibofu kinafunga mkojo, hauwezi kutoka kwa sababu kuna contraction ndani yake. Lakini pia mrija wa mania ambao upo katika maumbile ya mwanaume unakuwa mdogo zaidi. Unapokuwa mdogo, maana yake ili manii yatoke kuchumpa, lazima sehemu ya pressure iwe kubwa. Ili iwe kubwa, lazima sehemu ndogo, pale mrija utaanza kujibinya. Unapojibinya, maana yake manii yanasafiri kwa spidi kutokana na umeme unaozalishwa katika moyo, inasababisha manii yanatoka kwa kucontract, lakini mtoko wake unakuwa ni wa kuchumpa. Na ndio maana Mungu akasema khuliqa min ma'in dafiq, maji haya yanatoka kwa kuchumpa. Mtoko wa kuchumpa, maana yake lazima hii sehemu ya mrija uwe ubani, kwa maana distance yake, hii kipenyo chake kiwe kidogo, ili manii yatoke kwa kuchumpa. Maana yake ukiangalia, Mungu ametumia maneno machache, lakini maneno haya machache yametuletea darasa ambalo limechukua muda mrefu. Kwa hiyo tunapozungumzia, Mungu anapozungumzia mimbaini sulba taraibi, maana yake uti wa mgongo pamoja na vipambavu. Ndani ya uti wa mgongo, kwa sababu kuna kitu kinachoitwa central canal, ndani ya mifupa mbavu kuna kitu kinachoitwa moyo. Kwa mantiki hiyo, hapa sasa ukija katika elimu ya sekula ya darasa, unaweza kuona kwamba ili umtibie mtu lazima ujue sababu yake. Mfano, huwezi kumtibia mtu anakuja na kuambia na maradhi ya tendo la ndoa, hana uwezo wa manii yake kutoka vizuri, kumbe mtu huyu tayari ana athari katika moyo, kumbe mtu huyu tayari ana athari katika uti wa mgongo. Kwa anapokuja mgonjwa wakati fulani ana shida katika matendo ya jima'i, pia nafasi hizi lazima uziangalie katika uti wa mgongo wake pamoja na mifumo ya moyo wake. Na ndio maana sasa unakuta watu wengi wenye maradhi ya moyo, hata tendo la ndoa kwao ni shida. Mtu yote mwenye maradhi ya matatizo ya sukari, tendo la ndoa ni shida. Kwa nini? Ama mtu mwenye maradhi ya kiuno, tendo la ndoa mpaka ni shida. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivi vitu viwili vinakuwa vinaathirika. Na hapa sasa ndo wale watu ambao ni matatizo ya kufanya jima'i, masturbation. Hapa ndo mnatakiwa muangalie. Wale ambao mnafanya sana masturbation, mnaathirika sana katika inaitwa lumbar vertebral. Sawa? Lumbar vertebral. Maana yake tunasema, tunapozungumzia uti wa mgongo umegawanyika katika sehemu 5. Kuna cervical vertebral, thoracic vertebral, kuna lumbar vertebral. Hii lumbar vertebral maana yake nini? Kule kupush kwa zile pingili unasababisha sasa huu mfumo kuna wakati unaweza kuanza kuathirika kidogo kidogo. Kwa nini? Kwa sababu ya tendo la masturbation. Kwa hiyo utaona sasa, ili umtibie mtu kwa mujibu wa Qur'an, lazima uangalie hapa, ndio utaona ubora wa hili darasa ambalo ninalozungumza. Kwa Mungu aliposema mimbaini sulba taraibi, alikuwa anakusudia maana yake katika sulbi kwa maana uti wa mgongo kuna central canal. Alipozungumzia taraibi maana yake kusudia moyo, kwa sababu ndani yake kuna kitu kinachoitwa mifupa mbavu, ndani yake kuna kitu kinachoitwa moyo. Bila vitu vile hivi tendo la ndoa hakuna. Na hii ndio ubora wa Qur'ani, na haya ndio mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutuambia. Kwa hiyo usiache kunifuatilia, ni mimi Khalifa Dr. Hussein Ngaukora katika darasa zetu hizi ambazo tunaweza kuendelea nazo. Chukua elimu, nenda kaitumie, uende ikawa na faida na wewe. Namba za simu 0683369917. Afwa minkum, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.